atupae afya mifupani, atupae afya kwenye damu, atupae afya kwenye mwili, atupae afya kwenye roho. Ni Mungu. Ni Mungu pekee. Karibu sana kwenye kipindi cha leo, na kama nilivyosema, leo somo letu litakuwa ni kupambana na nguvu mbili kubwa zinazorudisha nyuma hatima yako, zinazovuruga hatima yako. Unajua, kila mtu kuna hatima fulani anaiwaza, kuna hatima fulani anaifikiria, hata angekuwa mtoto mdogo. Ndio maana hata watoto wadogo huwa wanaulizwa, unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Wanasema, mimi nataka kuwa rubani, mimi nitakuwa daktari, mimi nitakuwa mwalimu, mimi nitakuwa injinia, mimi nitakuwa dereva, mimi nitakuwa askari, mimi nitakuwa hivi na vile. Kwa nini? Kwa sababu kila watu wameumbwa hivyo. Kila mtu kaumbwa aione hatima mbele yake. Lakini nini kinatokea? Mtu anakuwa anatamani kufika hatua fulani, lakini anarudishwa nyuma, anashindwa kufikia. Anajiuliza, inawezekana uko hapo unajiuliza kwamba kweli yani mimi kwa hali yangu ya kiuchumi ya sasa sikupaswa kuwa hivi, sikupaswa kuwa hivi. Kuna kitu kipo nyuma ya pazia, kuna kitu ambacho sijakijua, pengine kipo. Inawezekana upo hapo una malalamiko ya kila siku. Ndoa yako, wewe haufiki kwenye ndoa. Unaanza uhusiano, baada ya wiki 2-3 uhusiano umevunjika. Wengine mnaenda mbali kabisa, inaenda mpaka mahari nyumbani. Wengine mpaka vikao 2-3 vya harusi vinafanyika, lakini matokeo yake harusi haitokei, ndoa haitokei. Wengine mnaanza safari ya ndoa, lakini mtoto hatokei. Mnatafuta huku na kule, mnapimwa huku na kule, na ajabu kabisa mnaambiwa hakuna mwenye tatizo. Mwanaume yuko sawa, mwanamke yuko sawa, lakini hatima haionekani. Unafungua biashara, wateja waonekani. Unaanza kulima, mazao hupati. Hupati vile ulivyotarajia, hupati matokeo. Unasoma, unamaliza, haupati kazi. Yani kuna namna ambavyo hatima yako inazuiliwa, inavutwa, inavurugwa. Ni nani huyu anayevuruga hatima? Ndio leo tutadili naye. Acha nisome neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo. Mwanzo kabisa, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 31, ambao ndio mstari wa mwisho kabisa wa sura hii ya 1. Anasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Baba, katika jina la Yesu Kristo ukalibariki neno hili. Amen. Mungu akaona kila alichokifanya ni chema. Kila aliyemfanya ni mwema. Kila alichokiumba ni chema. Kila kitu kipo kwenye mstari. Mungu kama mfinyanzi akaridhika na bidhaa aliyoileta, akaridhika na bidhaa alizozichonga, akaridhika na namna alivyotengeneza, alivyomuumba mwanaume, alivyomwekea namna, alivyompa utawala, alivyompa kila kitu ambacho aliwaza hiki mwanaume kitamfaa, akaona kinafaa. Akamuumba mwanamke, akamuumba vizuri, akamtengeneza kwa madoido yote, akaona kinafaa. Akawapa mashamba, ardhi aliyoiumba, akaona inafaa. Akaweka madini, akaona yanafaa. Akaweka bahari, akaona inafaa. Lakini huyo mtu hapati matokeo. Huyo mtu hafiki hatima. Inawezekana ni wewe unajiuliza, kwa nini mimi kila nikipata hela tu magonjwa yananiandama? Kila nikipata hela tu kuna mtu kijijini huko anakuwa na shida. Kila nikifanya bidii kwenye ibada anatokea mtu anayenisumbua. Kila nikifanya hiki kuna kitu kinanivuruga. Kuna kitu kinanivuruga. Kuna nguvu. Ipo nguvu inayovuruga hatima za watu. Ipo nguvu inayovuruga mafanikio. Ipo nguvu inayofanya matokeo yasionekane. Ipo nguvu inayoshikilia usipige hatua. Ipo nguvu iliyokuchorea duara kwamba hapa huvuki.
ipo, na leo tutaziona mbili kubwa. Mbili. Biblia inasema Mungu kila alichokifanya ni chema. Akili aliyoiweka kwa mwanadamu ni njema. Mawazo aliyoyaweka kwa mwanadamu ni mema. Fikra alizoziachilia zikae kwa mwanadamu ni njema. Unavuta pumzi, unakula, unafikiri, unawaza, unachambua vitu, akili inafanya kazi, lakini matokeo haufikii hatma. Unaanza kitu hakifiki hatma. Tunakutana na watu wengi nasema, pastor sikiliza, yani mimi sijui nina mkosi gani. Kuna mkosi kwa jina la Yesu. Kuna mapambano utayaanza leo kwa ajili ya kupambania hatima yako. Anasema mimi yani ndoa yangu haijatulia. Mimi kazini hapa hajatulia. Mimi biashara haijatulia. Mimi mipango yangu haijatulia. Mimi vitu vyangu havijatulia. Hakuna nguvu inayokuvuta nyuma. Leo tutaona sababu ya hizo nguvu, na nitataja mbili tu. Sio nyingi, sio 5, sio 7, sio 10. Mbili tu. Na ni nguvu gani hizo zinazovuta mafanikio nyuma, zinazovuta hatua zako, zinazokufunga kwenye eneo moja? Unajua, wengi mliotoka vijijini mnakumbuka kule ulikuwa unaweza ukaagizwa na wazazi na ndugu jamaa, kanifungie mbuzi yule pale kwenye mti. Unachukua kamba, unaweka mbuzi kamba kwenye shingo ya mbuzi, unaenda naye kwenye mti, unamfunga kwa kupima. Kwa sababu huo mti upo karibu na mchicha wa fulani, upo karibu na mahindi, upo karibu na maharagwe, upo karibu. Unamfunga yule mbuzi umbali ambao hawezi kufikia mazao. Atafikia tu vinavyomhusu yeye. Atafikia tu chakula cha kwake yeye ambacho ni majani. Mbuzi atafurukuta. Mbuzi atatamani aonje mahindi. Wapi? Kamba imemvuta. Atatamani ale maharage kidogo. Wapi? Kamba inamvuta. Atatamani aende kwenye karanga kidogo. Wapi? Kamba inamvuta. Ndio wewe hapo. Unafurukuta. Wapi? Unachojitahidi sana unapata hela ya kula. Ukiachiliwa miezi 2 mitatu una afya, miezi 2 mitatu anaumwa baba, mama, shangazi, mjomba. Yani nyie inakuwa ni kamzunguko fulani hivi dansi eneo moja. Kuna nguvu zinazovuta hatima. Kuna nguvu zinazovuta hatima nyuma. Kuna nguvu zinazohakikisha ufanikiwi au toboi. Sidhani ni maneno tu mtaani huku utasikia kama hautakaa ufanikiwe. Kuna nguvu zinazofanya kazi hiyo. Kuna watu wanaunda mjini, wanaunda mapepo, wanaunda mavitu ya kufuatilie. Sasa leo nitazungumzia nguvu mbili tu zinazokuvuta usifikie hatima. Nguvu ya kwanza nitakayoizungumzia ni nguvu ya tabia, na nguvu ya pili nitakayoizungumzia ni nguvu za giza. Nitazungumza nguvu mbili. Nguvu ya kwanza inayovuta hatima usifikie hatima yako inaitwa nguvu ya tabia. Nguvu ya pili inayofanya usifike hatima yako inaitwa nguvu za giza. Hizo mbili ndio nitakazozizungumzia leo, na ninaanza na hii ya kwanza ambayo ni tabia. Haleluya! Tabia. Tabia ni nguvu inayoweza kukuvuta nyuma. Ngoja nikupe hadithi. Kwenye Biblia kuna bwana mmoja anaitwa Mtume Paulo. Wengi mnamfahamu. Ni giant wa imani. Alikuwa jambazi kubwa zamani. Ameua sana waliokuwa wanasema Yesu, Yesu, Yesu. Baadaye akakutana na Yesu. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 9. Akamgeuza nia. Kwa sababu ndio kazi kubwa ya Yesu, kugeuza nia ya mtu anayemwamini shetani aanze kumwamini Mungu. Anayeamini asiye Mungu aanze kuamini Mungu. Mtume Paulo akaanza kuhubiri Injili.
Siku moja katika kupita yake akapita kwenye nyumba moja ya bibi mmoja aliyekuwa anapenda sana masuala ya ibada. Amekusanya watu wake nyumbani wanaabudu. Pale kwa yule bibi alipokaa akapita kijana mmoja. Akamuuliza, huyu kijana vipi? Akasema ni mjukuu wangu huyo, mama yake yule pale. Ndipo akakutana na yule kijana anayeitwa Timotheo. Paulo akampenda, akasema huyu kijana naweza nikamtumia kwenye shughuli zangu za injili. Naona yupo sharp. Inawezekana hata wewe ulishawahiambiwa hayo maneno huko mitaani. Kwamba naweza nikakutumia, wewe uko sharp. Hata kama ni mambo mabaya, kuna watu wanatumika vibaya na unacheka tu. Mume wa mtu anakuambia, we dada, unaonekana yani wewe chente. Na wewe unafurahia. Baba amenisifia, amesema mimi niko kama malaika. Naenda kwenye mtego. Paulo amempenda Timotheo kwa maana ya kazi za injili. Akamfundisha injili, akamfanya muamini Yesu, akamfanya Timotheo chombo cha ibada, chombo cha injili, chombo kweli kweli. Timotheo akakuwa akaiva. Baadaye Mtume Paulo akaona kule upande wa Asia kuna makanisa yale 7. Kule Efeso kule kuna hitaji askofu, kuna hitaji mtu ambaye ni mwangalizi. Angalia hayo maeneo. Kama wewe hivyo, inawezekana umetolewa kijijini, uje uangalie ng'ombe za mjomba wako, uangalie mazao, uangalie shamba, duka, uangalie bodaboda, uangalie sijui nini hivyo. Na yeye akaambiwa kaniangalizia yale makanisa kule. Wewe ndio uwe askofu, mimi ni mtume mkuu, mimi ndio kama mtume. Sasa Paulo hapo ndio yupo kama papa, baba yake wa kiroho ambaye ni mtume Paulo. Anamwambia mzee, huku mimi mambo haeleweki. Mambo si mambo huku baba. Nini? Watu wananidharau. Si kwa sababu mimi kijana. Watu wananidharau. Akasema wanakudharau. Haya ngoja nifanye utaratibu. Nafanya utaratibu. Unajua kiongozi yoyote unapopokea malalamishi ni lazima uwe na muda wa kutulia, uwe na muda wa kuchunguza, uwe na muda wa kufanya utaratibu. Mtume Paulo akachunguza, akagundua Timotheo ana shida. Timotheo ana shida. Mlevi, kalewa madaraka, analewa pombe, mlevi, anapenda anasa. Anavaa fashion kijana, anataka heshimike na wazee, anataka heshimike na wamama, anataka heshimike na jamii, wakati yeye hajiheshimu. Mtume Paulo akasema, nimechunguza. Ukisoma kwenye Timotheo wa kwanza 4:12, anasema nimechunguza sana, nimeangalia nikagundua wewe Timotheo una shida kwenye tabia. Una shida kwenye tabia yako. Kinachofanya usiwe askofu mzuri, kinachofanya watu wasikuelewe, kinachofanya usisonge mbele, una shida kwenye tabia. Sasa nakuagiza, mtu yeyote asiudharau ujana wako, lakini ukawe kielelezo kwa waaminio na kwa wasioamini. Katika nini? Katika usemi, katika mwenendo, katika imani, katika usafi, katika adili, katika mambo mengi. Maana yake akimwambia hivi, kwa maneno mengine kwamba Timotheo, nimegundua ni kweli ulichosema wanakudharau, lakini sababu kubwa ni tabia. Upo hapa unanisikiliza, umetoka una na unajisikia raha tu, una miaka 23. Yule tulizingwana, yule alikuwa ananichukulia hapo, yule tabia. Mbona mimi sifanikiwi mchungaji? Mvivu. Unaamka saa ngapi? Unawaza nini? Mtume Paulo anasema kwenye Wathesalonike wa pili 3:11, nasikia huko kwenu kuna watu waendao bila utaratibu, hawafanyi shughuli zao wenyewe, wako bize na mambo ya wengine. Na waagiza kila mtu afanye kazi, na asiyefanya kazi asile. Hakuna kazi unafanya, hakuna biashara unawaza, hakuna kitu, hakuna unachokimbilia, hakuna tabasho unatembeza kwenye makampuni, hakuna chochote ulichokaa nacho. Tabia ya uvivu. Alafu nataka ufanikiwe kwa Bluetooth. Ufanikiwe kwa Bluetooth au ufanikiweje? Kwa Wi-Fi. Mtu connect, ufanikiweje?
Lakini kwenye maombi wewe ndio wa kwanza. Sema Baba, na pokea magari, pokea nyumba, pokea mume, pokea nini. Mvivu unapokea kutoka wapi? Wapi umesikia kuna gari imetengenezwa kwa ajili ya kwako? Wapi? Pokea gari maana yake kuna njia iko wazi. Sasa mwanangu, fanya kazi, pata hela, hazitabunguriwa, hazitaharibiwa, nenda kanunue gari. Lakini sio pokea. Na wewe unaandika kabisa kwenye diary, leo mhubiri kasema pokea nyumba, nimeiandika na nataka nyumba nyeupe. Nyumba nyeupe? Kutoka wapi? Tabia. Una kiburi, jeuri. Unataka mwanaume akupeleke kwenye ndoa. Haumheshimu. Yaani wewe mwanaume ambaye nitakiwa akuoe, haumuheshimu. Unajua mimi by force, by fire, this year will be my year. Will be your year to cry, not to celebrate. Unless you change your behavior. Hallelujah. Najua unaniangalia, unawaza mawili matatu. Angalia hao wanaokusema. Angalia hao watu wanaokusingizia. Angalia hao watu wanaovujisha siri zako. Angalia hao watu, nani kawapa access? Tabia. Paulo anamwambia Timotheo, shughulika na tabia mwanangu. Shughulika na tabia yako. Ongea vizuri. Wewe ni mdada, unaongea kama mkaka, utaolewaje? Wewe ni mkaka, unaongea kama mdada, utaoaje? Utaaminikaje? Uko zoba. Tabia. Unadharau. Huheshimu watu. Huheshimu fedha. Huheshimu matumizi. Huheshimu chanzo. Huheshimu kazi. Huheshimu bosi. Yani wewe ukipata hela ni kulewa. Na unakazana na maneno ya wahuni wa mtaani. Tumia hela ikuzoee. Tabia ni nguvu mojawapo inayovuta watu wengi sana. Watu wengi sana. Tabia. Ngoja tusome neno la Mungu uone kwenye kipengele cha tabia. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba tendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hapo ongezea kwamba pia hawatafanikiwa. Hizo zote ni tabia, na anasema na mengine yanayofanana na hayo. Sisi ni vijana, leo tuongee kama vijana. Acha niongee na wewe kijana. Kwa umri wako huo, kwa tabia zako hizo, unadhani utafanikiwa? Kwa sababu wewe ni mama mtarajiwa. Wewe ni baba mtarajiwa. Wewe ni mjenga familia mtarajiwa. Ni mjenzi mwenza wa familia. Utafanikisha kwa tabia hizo? Wewe ni popo. Unajiita kabisa mimi popo. Hujulikani unalala saa ngapi, unaamka saa ngapi. Ni almada. Unalewa masaa yote. Na mbaya zaidi sasa hivi tumekuwa na watu peti. Yani wale wanaosema Mungu anachunguza moyo. Kwa hiyo huku mwilini huku ni praise team, ni mhubiri, mchungaji, mwinjilisti, mtume, nabii, lakini tabia bado zinakukimbiza. Tabia bado zinatukimbiza. Chunga, jichunguze tabia zako zinazoweza kukurudisha nyuma. Maisha ni kanuni. Maisha ya ufalme wa Mungu ni kanuni.
Maisha ya ufalme wa fedha ni kanuni. Maisha ya ufalme wa dunia hii ni kanuni. Maisha ya kilimo ni kanuni. Maisha ya ufugaji ni kanuni. Maisha ya uchimbaji madini ni kanuni. Maisha ya uvuvi ni kanuni. Maisha ya biashara ni kanuni. Kuna kanuni, na kanuni maana yake ni mahesabu, ni principles. Kuna vitu vimeshawekwa tayari. Watu washafanyia research kwamba hiki ni hiki. Yani 1 ongeza 1 ni 2. There is no way 1 ongeza 1 itakuwa 3. Labda utube tena research nyingine, utufundishane tena. Lakini kama hatujafundishana tena, kanuni inabaki pai ni 22/7. Kanuni ya ufalme wa Mungu ni wenye nguvu wanauteka. Kanuni ya kupata utakatifu ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kanuni ya kufanikiwa ni kujibidisha. Diligence. Be diligent enough. Be smart enough. Mpaka ufike mahala useme ni nini kinachosumbua kingine. Kwa sababu nimesema leo ninazungumzia nguvu 2 zinazokuvuta nyuma. Zinazovuta hatima yako nyuma. Nguvu ya kwanza ni tabia. Chunguza tabia yako. Kwa nini watu wote ukifika wewe wananyamaza? Kulikuwa na washikaji 10 hapo. Vijana, mnapiga story. Ghafla umeingia wewe tu, wanyamaza. Why? Inawezekana wewe ni kamdomo. Yani kikisemwa chochote hapo kinaenda kupelekwa huko na huko na huko. Inawezekana wewe ni mchonganishi. Inawezekana wewe ni muongo. Inawezekana wewe unadharau. Inawezekana wewe hupendi vitu, hupendi watu, hupendi kazi, hupendi bidii. Kwa nini huitwi? Madili mbalimbali vijana wenzao wanasema isee kuna kadiri hapa bwana F10 hapa. Lakini huyo mwache huyo. Why? Huyo mgomvi bwana. Huyo tutagombana hapo mbele. Huyo bwana hamna bwana. Mchoyo. Huyo hataki kuchangia. Unajua kuna vijana, naongea na vijana. Kuna vijana mnatoka 10, 15 mnaenda sehemu mkale mkafurahi, wewe upo tu unabana, hutoi hata shilingi 10. Wanakujua, wakisha kujua siku ya kwanza ya pili ya tatu wanaanza kukuacha. Kwamba huyu Ukifika mahala wewe ni macho yako kodo kwa mademu, wanawake, wadada. Maana yake ni nini? Wanaona huyu atatudhalilisha bwana. Wewe ukifika kidogo tumeshaficha pombe kwenye mfuko. Vipombe vya siku hizi vipo vile vidogo vidogo. Mtu anaficha tu kwenye mfuko. Wewe unapuliza. Si sawa. Kwa jichunguze tabia. Tabia gani inayoweza kukuvuta nyuma? Ichunguze.